Yo guys, tuko hapa na tuko na Charlene Wambui. Najua jana mliweza kuona hiyo video ambayo alitoa kusema kuwa maisha yake si mzuri sana, akapatiana tu story fupi ya familia yake, then watu waka reach out. Kuna Godha hii site huwa anaonyesha kuna shushu yake hapo hapo, so then tumepata bahati mzuri, kuna mtu ambaye ametaka kumsaidia, sijui ajitambulishe na atuambie hapa tuko wapi. Ukoaje? Niko poa. Unakaa vizuri. Thank you. Thank you. Okay. So hapa tuko wapi kwanza tuanzie hapa? This is Grey Shoes. I think wasichana wengi wananijua. Yeah. So unajua kama unataka kumsaidia, ulifuatilia step by step yenye alikuwa anasema, ukasikia hii story, ni kama unasikia huyu lazima tumsaidie. Kweli ushaipitia hii maisha ama mbona uko willing kumsaidia? Yeah, I got pregnant when I was 16 because of some negligence. My dad was kind of a drunkard and I saw myself in her. Yeah. Okay, talking about wewe, kwa sababu niliacha jana usiku ukisema hadi una place ya kulala, leo ulilala wapi? Kuna mama not nice mwenye alinifanyia interview jana, alinichukua akanipeleka kwake na nililala kwake. Okay, so talking about kumsaidia, I think uko ni grade ama sasa tuko grade ama tuko uko grade 9 eh? 8 naenda 9 next year. Okay, last time ulikuwa shule? Okay. So wewe kama una feel unaweza msaidia aje? So I want to take her in to live with me. Na nimpeleke shule, boarding school where my daughter is in school. So tuseme tu watakuwa kama sisters. Kweli wana watoto wangapi? I have 3. 3. Yes. Ni mademe? Yeah. Okay, nao umri yao ni kama hii ama ni wadogo? So huyu mwenye watakuwa wanasoma na yeye, she's 10. I think they are of the same height. Au wengine ni 4 years na 2 years. Okay. Kuna comment mingi kwa sababu ulisema uko 16, watu wakadoubt sijui nini. Kweli mbona uliona watu walidoubt umri yako? Height. Alafu I thought that hiyo interview I thought it was a joke. Sasa nilijua wale tu wako pale wa interview wapate story alafu waende. Sasa I'm 14. You are 14 eh? Na hapo penye ulikuwa umekaa chini, walikuwa around ama walikupata tu hapo? Walipita round ya kwanza wakajaribu kuniongelesha, I was shut, sikuwa naongea, I was just crying. Alafu wakapita round ya pili ndo wakajaribu kuniongelesha na nikakubali ku open up sasa. Huyo ni kama kashusho kako? Huyo ni kashusho yangu. Okay. Ni kijana yangu. Okay. Hiyo issue yote yenye ilikuwa inaendelea hapo ulikuwa unajua wewe? Nilikuwa na wakati wa shule kufunguliwa, hakuenda, alikuwa ananiambia nipeleke boarding na singeweza kunipeleka juu sikuwa prepared kunipeleka, na alikuwa from South. Sasa nikaona kumtoa hapo nipeleke boarding kuwa possible. Okay. Sasa kwa sababu amepata mtu wa kumshikilia, unajua kuna familia wanakuanga na ubaya sana wakipata kusaidiwa. Wewe una feel aje, asaidike ama? Mimi nimeshukuru Mungu pia amepata mtu wa kumsaidia. Juu huyu mtoto nilimchukua alikuwa na miaka 2 and up to now tulikuwa tunakaa na yeye. Na vile alienda juu alikuwa anataka nimpeleke hiyo boarding na singeweza. Akasema hata rudi hiyo kwa South ndio kuna challenges. Okay. Sasa huyu ni last born kwao ama? Yeye ndio first born kwa mbamba yake. Wako ngapi kwa mbamba yake? Na kuna watoto wengine 3. Na huyu wa 4. Sasa huyu ndio first born lakini tunakaa na yeye. Okay. Sasa huyu akisaidika au watoto wengine wadogo watakuwa na shida ama tunaweza wasaidia wote, unaonaje? Mbamba yake hakuwa na kazi, anaenda kwa mjengo anapata, wanakuwa na sinda, na ndio nilichukua huyu ndio niko peke yangu. Watoto wangu ni wakubwa. Sasa nisaidia yeye kukula na kumlipia hiyo shule alikuwa. Okay. Hao watoto wengine wadogo wako shule ama bado hawajajoin?
Kuna wawili wamenjoin wako grade ile ya chini lakini hata wanjaenda kufungua juu wakaro. Baba yake hana uwezo juu hafanyi kazi, ni hiyo ya mjengo, na unajua ya mjengo sometimes unakosa, sometimes unapata, na hiyo ndio wanakula. Wow. So sad story. So nikiongelea swala ya mama yake, tibu tufafanulie mama yake venye yako. Mama yake alikuwa anaoleka na kijana yangu. Sasa hakuwa mtu wa kukunywa hivyo, kukunywa pombe. Sasa alikuwa anawacha huku kwa kitanda, nikaitiwa ni jirani, mtoto ameamka. Kuitiwa mara 3 4, nikachukua jukumu kumsukua tukana na yeye. Alikuwa wa 2 years. Watu wakanichekelea, kwa nini unakuwa mavi ya mtoto na mama yake yako? Nikamwambia hapana, juu wacha nimsaidie. Anawachwa kwa kitanda, anakula, anapatiwa Piriton. Sasa nikaona hiyo maisha na mtoto mdogo hapana. Ndio niliamua na nikachukua hatua kukaa na yeye. Okay, unajua tumeingia na wewe hapa nikaona ni kama pia uko na maumivu. Kwani ulifanyaje mguu? Ni arthritis. Arthritis. Ndio ilisika hii mguu. Nikasika hii mabega. Nikaambiwa ninaendaka huko nini Bagathi. Hata saa hii inakuwa inafura kusinda saa hii. Sasa nikiwako ninashindwa ni huko joint. Na hii mguu si unaona vile inatana, huwezi ona kama ni mtu mmoja. Hii ndio inakuwa na shida. Na wakati nimwambia ataenda boarding, naendaka nikiwa dawa ya 10,000 na hiyo ninatumia kama 1 month. Sasa akisema nimpeleke boarding na dawa inatakikana, ndio alipatwa ni hasira. Ati nilikataa na sikukataa. So kama ungekuwa like umeugua hivi, ungekuwa na pesa za kumpeleka boarding? Singekuwa. Juu sasa unajua ninazoea hiyo maisha ya kutoka Bembekea nikampeleka. Na kwa Wakenya wengi wanahisi shosho, kweli unafanya kazi gani? Kwa sababu kama umejitolea kusaidia mtoto wa mtoto wako, kweli wewe unakuwa na kazi nzuri ama? Nilikuwa nauza mayai tu. Mayai. Sasa hiyo ndio na save kidogo. Nikamsomea vile nilisomesha watoto baba yake, nikaona nichukue hiyo jukumu. Mayai tu nilikuwa nauza kwa maduka. Hata siku hizi nashindwa kubemba, nashindwa kupeleka kwa duka. So pia sasa hivi unauzanga mayai? Sasa hii nimeacha ndio nishindwa kupeleka kusupply juu ya mguu. Sasa nikaweka kanduka kandogo tu nikakaa hapo. Mimi kitu nitakwambia, najua Wakenya watajitokeza kwa sababu huyu, wacha nikuje hii side. Kuna huyu mwanadada mwenye amejitolea kusaidia huyu. Najua Wakenya wengi watajitokeza kwa sababu unajua kuna watoto wawili sasa wamebakia, si ndio? I hope wakijitokeza au wengine wanaweza shika mkono. Ama utashika wote tu mkono watatu? Unfortunately, I wish I can, but siwezi. But if naeza, I will. Okay. Nikipata yenye nitapata naweza wafanyia shopping, anaweza enda kuwa visit na shopping kidogo. Yeah. Okay, we sasa tukupatie huyo mtoto unahitaji nini na nini kutoka kwake ndio sasa asome vizuri? I just need her birth certificate na ID ya baba. Basically me financially I'm stable. Financially pesa yenye tuseme wa Kenya wata contribute, let it go to the grandmother and the stepmother. Na watoto wengine. Yeah. So kuja hapa Ngodha wa Mgodha. Yes. Tubusonga hivi kiasi. Unajua? Okay, sawa. Unatuona sisi wote. Unajua Ngodha kama si wewe singewapata. Yeah. Okay. Jo issue ya huyu kumpata huyu tuliona kwa mwingine. Una demu ambaye mnamsaidia. Huyo demu sasa amefikia wapi matibabu? Already John CW mama kwa stand na huyo dem kwanza kuje first day mimi ndo ni dem huyo dem. Niko hiyo situation huyo dem haikuwa poa. Hiyo maugonjwa alafu alikuwa anatembea. Unajua kuna places mtu dem akiwa mgonjwa na si relative wako na si nani huwezi muuliza.
but after x-ray dem alikuja hapa hata kidogo nishindwe kula nyama, nikapata shimo imechimba mapaja ya dem, lakini all in all tunakia Mungu, daktari wamefanya venye wanaweza. Sasa hii naona at least amesimama straight, lakini baada anafanyiwa matibabu. So kwa hiyo situation ndio nilipata situation ya huyu akiwa live TikTok, akani invite hapo juu because unajua sisi Kenyans for Kenyans, sisi hakuna mahali atuendangi. Mimi nikamwambia kesho kuja na huo mtoi uone venye atasaidika juu sasa mkikaa naye hapo kwa nyumba it won't make sense. Because kila mtu negative words zinatoka pale. Unajua ghetto, I know the life ya slums haikwangi life ingine fiti kabisa kwa mtoto. Sasa kama msichana mwanaume iko sawa, lakini tusichana tudogo alafu sasa venye watu wana comment pale pia zilikuwa negative, yani vitu hazibambi. So niliambia wewe nileteo msichana akuje cause already tulikuwa tushaongea na my sister na akaniambia Manu, make sure huyo mtoto amefanya nini, umekuja na yeye. Mimi niko willingly kumsaidia kila kitu, aende shule kama niyo boarding, hata kama unataka niishi na yeye nikae na yeye kwa iko ni mtoto wa wewe. Kazi yako utakuwa mnakuja tu kuvisiting, tunamwona ako vipi. Na mimi nisema Mungu ni nani, kwa sijui mzazi wake, sijui baba yake, lakini Mungu akaleta tu, wengi tumesaidia and you know. So mimi nisema kama Mungu atajitokeza venye amejitokeza hivi akaamua kushika huyo mtoto hii, mbona nisimpeleke? Na nimekuja, umesikia amesema nini? Birth certificate photocopy. Hajaitisha hawa kitu yote, ati mchange pesa box, sijui mchange vitu yeye yote amesimamia. Nani mzuri kama yeye? So mbona tuweke maneno mingi. So John CW, mimi nataka kukushukuru sana my father kwa kustand na sisi kwa sisi venye tuko hapa na tunapenda hiyo spirit. Endelea kusimama na wengi. Najua utasimama na yeye pia bado. Sister yangu akisema kuna mali kidogo kidogo tutasaidiana. And I know your father also will support. So we are together sister. Yani ni yako, mtoto ni wako. Okay, tumebaki. Unajua kuna watu waliangalia, sijui walikuwa wamevalia nini, watu wakasema hii ni kipindi sijui nini. Mimi nikasema hebu ni reach out Godha wa Mgodha nikuja nipige story. Yeah. So sister, okay, tunaona hii shop yako, watu wenye wanataka kubai waipate wapi? Pia sisi tukupatia advertise ya buri. Tuko Dynamic Mall, ML 102 second floor. Yeah. So update utakuwa natupatia venye anaendelea. Wewe Godha wa Mgodha, picha mtakuwa mnapata on a daily basis. Yeah. So Kenyans, kama uko willing like kusaidia, kwa sababu sasa kuna watoto wawili chini ya huyu, kuja reach out to Godha wa Mgodha ama huyo, then tutamsaidia. Unaambia aje wa Kenya? Mimi sina cha kusema but cause nimepata hii chance, I promise nita work hard. Yeah. Sawa. Sita disappoint. Sawa, yeah.